Kila ninapozama nazuka na taarifa kemkem za upekuzi. Kumbuka kusubscribe kwenye channel yangu mpya Moses Dola, ambapo utapata taarifa kemkem za upekuzi na mwanahabari wako mie, Nairobi, Kenya nzima, Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika pembe zote na duniani. Huu ni muktasari tu kwamba yanayojiri ni mengi. Bwana, inakuwa vipi mwanahabari 254? Hujambo na karibu kwenye makala hizi. Wakati fulani huwa anasema kuwa niko na bahati angekewa, kwa maana huwa anapata nafasi ya kupiga stories na watu ambao wanafaa katika jamii, wanahabari wabobevu na vile vile watu wa kawaida kule mtaani. Kwa hiyo siku ya leo naweza sema niko na bahati angekewa, jinsi nilivyotaja hapo mwanzoni, bahati zaidi ya mtende, kwa maana nataka kupiga longa za hapa na pale na mwanahabari mbobevu ambaye anajulikana kama Musa Dola. Niseme Moses Dola. Unamjua? Unamsikia? I say, inakuaje mzee? Hujamsikia, hujamjua. Lakini nimeshamjua na pia huwa namsikia siku hizi. Inakuaje mkuu? Mimi nipo shwari. Bana, kuna watu wengi ambao wanajiuliza Moses Dola ni nani na huwa anafanya mishe zipi na zipi? Kweli Moses Dola ni mwanahabari mpekuzi, na mishemishe zangu kama kawaida ni kupekua masala ya uhalifu. Yale zile story ambazo mimi nafanya ni investigative stories za mauaji, wizi, corruption, vitu kama hivyo, vitu ambavyo vinaathiri usalama wa taifa. Lakini ukiangalia vizuri ile hali ya kufanya upekuzi ya stories na vitu vinginevyo ambavyo vinafanyika katika jamii, we wakati fulani hujawahi hofia usalama wako? Ama inakuaje zile pembejeo ambazo unaweka kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi? Malaki, wajua swala la usalama lipo, lakini kila unapofanya ambacho ni hakiki, basi unapata ujasiri. Na ujasiri huo unakusukuma kufanya masala mengi sana. Kwa hivyo hata kama kuna zile kuna uoga kidogo za hali ya maisha tishe huku, nipo. Kuna wakati fulani umeshawaitishiwa? Si moja, si mbili, si tatu. Ni nyingi, japo katika kupata vitisho napata sasa kubobea zaidi. Sasa ndio napata, kwa kimombo wanasema boldness. Ile hali ya kuwa na udhubutu, na vile vile kuwa na nguvu ya kusonga mbele. Nazidi kuwa mkakamavu, wakinitisha na songa tu sasa. Lakini pia tukijaribu kuangalia awali ya yote, hii issue ya kudadavua mengi ambayo yanafanyika katika jamii, ulianzaje? Tuseme safari yako ya wanahabari. Naam, safari yangu ya wanahabari ulianza kitambo sana. Naam. Kwa sasa naweza nikahesabu kuanzia mwaka 2006. I see. Sasa. Na nimekuwa nikisonga, na nashukuru pia kuna vyombo vya habari ambavyo vile nimeweza kufanya kazi na kule wakaweza kunisharpen ukipenda. Vitaje mzee, vitaje, tunataka kujua chochote ambacho kinafanyika bana. Kwa kweli ulianza wapi kwanza, tuseme hivyo? Nilianza Kenya News Agency, nikasonga nikaingia The Star newspaper, nikatoka nikaingia Nation, pale nachapa kidogo gazeti, nachapa kidogo TV, nikasonga tena kidogo nikaingia Citizen TV, ambapo nilikuwa mpiga picha mpekuzi. Basi nikatoka pale, sasa tena nimerudi pale Kenya News Agency. Ulikaa kwa miaka mingapi hivi? Ilikuwa kama kipindi cha mwaka moja hivi. Basi nikatoka nikaingia The Star, nikawa nachapa masala ya koti, ambapo nilikuwa nikifanya reporting kotini. Naam. Na masala yote tu ya uhalifu. The Stars hapo kwa miaka mingapi mzee? The Star nichapa kama miezi 6 hivi, manake nilipoanza sasa nikawa niko fresh kwenye market. Naona sasa nang'ang'aniwa huko.
nang'ang'aniwa huko kidogo, nikapata deal nzuri kutoka Star, nikaingia Nation. I see. Nation ama kweli ndio wao wamenipa jina. Kwa hivyo siwezi nikasahau kule nikotoka. Kwa maana unajua mara nyingi kule mitaani ukitaja jina Moses Dola, kile ambacho kinakuja akilini mwa mtu yeyote ambaye anakufahamu vizuri ni runinga ya NTV. Kweli. Mlikuwa mnapiga mishe zenu pale wewe na Shaban Ulaya ama Shaban Ndege? Pale kulikuwa na jamaa anaitwa Yasin Juma. Yasin Juma. Dennis Konsa. Tulikuwa tunachapa kazi. Fanya kazi na Yasin Juma, nimefanya kazi na Dominic Wabala, nimefanya kazi na anaitwaje huyu jamaa, nasahau jina lake, Fred Mukinda. Mwanahabari mpekuzi zaidi, kakamavu sana. Na huyu Shaban Ulaya huyu? Shaban Ulaya alikuwa sasa ndio mdosi pale kwenye newsroom. News editor pale. Yes. Citizen TV, niambie maisha yako ilikuwaje kule? Citizen TV nashukuru sana miaka ya nyuma hiyo. Manake nilipokwenda pale niliingia, mzungu anasema with a bang. Manake nakumbuka pale nilipofika tukafanya story moja kali sana iliyotisha wa Kenya, lakini pia ikaweka paruanja masala mabovu sana ambayo yanahusika na pale sehemu ambazo mochari. Manake makafani, makafani, yes, makafani. Manake tuliweza kugundua kwamba wakati wafu wamewekwa mle ndani kwenye makafani, wapo wa jamaa wanafanya biashara. So pale kuna jamaa, biashara nini mzee? Kuna jamaa walikuwa wanauza sehemu nyeti. Sehemu nyeti Dola. Sehemu nyeti. Sasa nikuulize, kuna watu wengine ambao walikuwa wananunua hizo sehemu nyeti? Wajua binadamu ni mtu fani. Lakini sasa katika ile story ambayo tulikuwa tumefanya, walikuwa wanauza sababu ya kufanya mambo, masuala ya ushirikina, uchawi, uganga, vitu kama hivyo. So kuna watu ambao wananunua body parts, vitu kama hivyo. So hiyo ilikuwa ni story. Na nilizama, manake nilikaa kama kipindi cha miezi 5 nikifanya tu uchunguzi tu. Miezi 5. Kwa hiyo inamaanisha kuwa hivyo viungo vya mwili hawavitumi kama vitoweo? Amna. Nini ushirikina? Ni vitoweo kwa shirikina. I see. Kwamba hawazili lakini wanatumia kwa kufanya ushirikina. Ushirikina. Ndio. Sasa pale Citizen TV ulikaa kwa miaka mingapi hivi? Sikukaa sana. Huenda tukuni kama Mungu ananipenda. Maana kila nikiingia sehemu fulani nafanya kitu kidogo napanda. So nilipoingia Citizen sikukaa sana. Maana niingia 2010. Mwanzo nikatoka almost September. Mwisho hapo, yes. 2010, yes. Yes. Kwa hiyo ulichukua kilikuwa mwaka mmoja hivi ama? Kama mwaka mmoja hivi. Mwaka mmoja. Labda kama waweza taja wale ambao mlitangamana nao pale ndani wakakuinspire kwa ajili, kuna Rashid Abdalla na mkewe ambaye anajulikana kama Lulu Hassani, ambapo wakati huu bado wamekita kambi pale, wanajaribu tu kuhakikisha kuwa mambo yako sawa pale Citizen TV. Kwa mtazamo wako unawachukuliaje hao wawili na wengine ambao mliwaifanya nao kazi pamoja pale? Wengi ambao nilifanya kazi nao, lakini wale ambao ningependa kutaja kwa sana ni wawili. Mzee mzima Kimeli, Arab Kimeli, na mzee mzima John Gitonga Marete. Hao ndio sasa walikuwa ni immediate bosses pale. Hao ni wabobevu, sio? Nikishika kamera nikitoka lazima napitia kwa Marete Gitonga. Astaghfirullah. Shika kamera nikirudi naweka mbele ya Kimeli, Arab Kimeli. Na wakipakua inakuwa ni story kali sana. Dennis Onsarigo mliwahi fanya naye kazi wapi? Dennis Onsarigo amefanya kazi naye tukiwa Nation. Mimi nikichapa gazeti na yeye alikuwa anachapa TV, lakini mara nyingi wajua in-house things unakusanya. Unakusanya. Alikuwa anafanya series fulani kule KTN inaitwa Files. Alipotoka Nation akabarikiwa akaingia KTN. Kukawa kwema sana na ni jamaa tajika pia. Na heshimu kazi yake. Mtazamo wako Moses Dola kuhusu wanahabari wa wapekuzi wakati huu? Kwa maana ukiangalia kuna vitu vingi ambavyo vimechange, ambapo ukiangalia unapata kama kuna disconnect
between kile ambacho wananchi kule nje wako nayo kuhusu kile ambacho kimefanyika, yani dhana ambayo wananchi wako nayo, because ukiangalia unapata kama kuna vyombo vya habari kadha wa kadha ambapo information ambao wanapeana ni kama inapotosha wananchi. Kuna pata ambao nilikuwa nataka kugusia lakini nitakanyagia kidogo, ijapokuwa tutaongelelea baadaye kwa maana hii ni series kali zaidi. Sasa we ukiangalia vizuri unapata hii disconnect inatoka wapi? Wajua disconnect kidogo hata kama ipo, Mkenya wa sasa amechanuka. Maana yake kuna advancement katika teknolojia. Watu wanapata information katika hali ya juu sana. So ukisema maybe kama kitu kinafanyika, unapata Mkenya wa kawaida yumbioni kupata taarifa. Tukimalizia your take on citizen journalism. Maala siku hizi tuko katika dunia ya utandawazi. Sawa. Kila mtu ana simu janja maarufu kama smartphone kwa lugha nyepesi ya Kiingereza, na tuko pia na vifurushi ama bundles tuseme hivyo, sio? Mtu anaweza pata tu story sehemu yoyote na anarusha tu pale mitandaoni. Citizen journalism ama kweli ndio ni kama ndio imekuwa sasa mtindo. Japo kuna vyombo vya habari tajika, lakini unapata pia citizen journalism bila citizen journalism zile taarifa kuu inakuwa ni shida kupata. Maana yake unapata yule ambaye ako kule chini ndiye anaanzia pale alafu inafika kule juu. So maybe ningependa tu kuwarai tu watu waendelee na citizen journalism, maana yake bado ni style tu. Unajua kuna wengine ambao walikuwa nasema kuwa citizen journalism kuna wakati fulani kuna vitu vingi ambavyo hawafanyiwi gatekeeping by the way, ambapo kuna vitu vingine kama images ama video ambazo wanaposti pale kwenye mitandao ya kijamii yanafanya watu wanapagawa kimawazo, unanielewa? Lakini ukiangalia mainstream media kuna kile ambacho wahariri huwa wanafanya. Kuna zile picha ambazo mtu haiziweka tu hivyo kwenye mitandao, unanielewa? Video, vitu kama hivyo. Yani hamna gatekeeping pale. Sasa hiyo ndio inakuwa shida, lakini sasa huenda uwanja wa citizen journalism pia itahitaji some sort of regulation. Mikakati ya kuweza kudhibiti jinsi gani mtu anaweza kufanya story style hiyo. Lakini kwa upande wa pili unapata maybe kuna vitu ambavyo vinafichwa. Sasa pale katika citizen journalism unaona sasa jamaa anasema hapana, kama ni ukweli basi na iwe. Sasa unaipata raw live ilivyo. So unapata jinsi gani maybe kama iko katika platform mbili, moja imefichwa na nyingine imetolewa kila kitu hakiki. Unaona itakuwa ni unapata mtazamo, unapata taswira ilivyo kamili. Tunamalizia umerudi kwa moto na radi. Ningependa kujua kuna vitu vingi ambavyo inafaa tufanye katika jamii na naziita mishemishe za hapa na pale. Fahamisha kuwa kuna YouTube channel ambayo inakuwa kwa kasi zaidi na imekuja kwa moto na radi. Hebu nihadisie kidogo kuhusiana na YouTube channel yako. Kama ulivyosema nimekuja with a bang, nimekuja na moto na radi. Sasa itakuwa ni muda wa ndovu kumla mwanawe katika taarifa za upekuzi. Manake ukisubscribe pale kwenye YouTube channel yangu Moses Dola, utakuwa unapata taarifa kemkem za uhalifu, taarifa kemkem za jinai, pembe zote za dunia, pembe zote za Kenya. Kwa tunasonga hivi karibuni, tunasonga kimataifa pia na tunarudi huku. Man, ipo kazi. Naam, kwa wale ambao wanamfuatilia bingwa huyu ambaye anajulikana kama Moses Dola, ni mwanahabari mpekuzi, raia wa Kenya, jamaa ambaye ana sifa kibao, sifa kedekede, jamaa ambaye amepiga mishe zake humu nchini na vile vile kimataifa. Mwanahabari mpekuzi, ameanzisha channel ambayo inakuwa kwa kasi zaidi na inajulikana kama Moses Dola. Kwa hiyo ukifika pale kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na Twitter, achilia mbali YouTube, kuna jamaa ambaye anajulikana kama Moses Dola. Yani pale kwa search bar andika tu Moses Dola,
subscribe, share, like, na vile vile ukiwa kule magetoni, vijiweni na mtaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na bingwa huyu. Anamiliki channel ambayo inajulikana kama Moses Dola. Kwa hiyo wale ambao wanafuatilia habari 254 Bonga Tube Simulizi KE, achilia mbali Bonga Boli, msisahau kumfuatilia bingwa huyu. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi. Hadi wakati mwingine.